ikitokea amepewa maelekezo na akayatekeleza, maelekezo ambayo wazi kabisa yako kinyume cha sheria, anakuwa anathibitisha hajui katiba ambayo aliapa kuilinda. Anakuwa anathibitisha hivi kwamba hajui. Na kuna imani fulani hivi inajengeka sasa hivi, mtu akisema mimi nimesoma sheria bwana na katiba nimesoma. Hapa shida sio kusoma sheria au sio kusoma katiba. Unawezaje kuitafsiri sasa hiyo katiba ambayo unadai wewe umeisoma kwenye vitendo, ili ionekane haya unayoyafanya yanatokana na katiba? Lakini kutuambia tu mimi nimesoma katiba, alafu unachoenda kukisema, unachoenda kukifanya kiko kinyume na katiba. Yaani unakuwa una tofauti hata na yule mtu aliyoishia darasa la pili B. Kuna tofauti. Ulisoma ila ukuelewa. Na kuna tofauti kati ya kuwa na cheti na kuwa na elimu. Elimu ni maarifa ambayo mtu anayapata baada ya kusoma ili aweze kutumia maarifa hayo sasa kwenye maisha yake ya kila siku. Iwe ni maisha ya uongozi, iwe ni maisha ya kibiashara, iwe ni maisha ya kisiasa, iwe ni maisha yote yale. Ili watu wakuone wewe umesoma, wanaangalia sasa yale maarifa uliyoyapata kwenye ile shule uliyoenda kusoma yanaonekanaje hapa, maarifa. Nitakwambia nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Unamsikiliza tu. Sasa ndugu yangu samani, sheria gani? Kwa sababu sheria imesema wewe huna mamlaka ya kumwamrisha IGP. IGP anampigia simu rais moja kwa moja. Anampa briefing za mambo ya kiusalama kuhusu nchi inavyoenda. Hamwambii waziri. Waziri yeye kazi yake ni kwenda kusimamia bajeti huko ipite, kwa sababu polisi hawezi kwenda bungeni wao wakapeleka bajeti yao. Kwa hiyo wanaandaa bajeti yao na wana kila kitu chao pale. Ni kama vile lilivyo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kimuundo, wana kila kitu chao pale. Wakishakifanya wanampelekea sasa waziri pale, awapelekee bungeni kwa sababu ndio sheria inataka hivyo, bajeti yao ipitishwe. Lakini waziri has nothing to do with operations na day to day activities za jeshi la polisi, kama ambavyo sheria inaelekeza. Has nothing to do with it. Si kama nimelijibu hilo swali? Ndio. Sasa wakati anatangaza bungeni akasema sababu ya kuzuia hii mikutano ni za kiusalama. Na watu wajue vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya kuwa vimeanzishwa kikatiba, katiba ikatoa mamlaka kwa bunge. Bunge litunge sheria itakayosimamia namna hivyo vyama vitakavyoanzishwa na namna vitakavyokuwa vinatekeleza majukumu yake, namna vitakavyoweza kufurahia haki zao, namna vitakavyoweza kuwajibika pia katika maendeleo ya watu. Ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza imesema hivyo. Sasa bunge likaenda kutunga sheria ambayo ni sura 258 ya sheria za Tanzania. Hiyo sheria inaitwa sheria ya vyama vya siasa, ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 1992. Kwa hiyo vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Moja kati ya haki za vyama vya siasa ni uwezo wa kufanya mikutano ya hadhara. Na hilo unalipata wapi? Unalipata kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa. Ukienda ukasoma hicho kifungu cha sheria, hakuna mahala popote wameambiwa kwamba ili chama cha siasa kiweze kufanya shughuli zake za kisiasa ni mpaka pale waziri wa mambo ya ndani atakapoulizika kuna usalama. Haijaandikwa hivyo. Swala la usalama, ndugu mwandishi, haliko juu ya haki za watu. Na ndio maana katiba ikaliwekea utaratibu. Na ili kuondoa hii sintofahamu na mvurugano wa hapa na pale na kuzua mijadala isiyokuwa na sababu za msingi, katiba ikaeleza ni nani anayepaswa kutuambia kama taifa kwamba nchi ina hali ya usalama au haina hali ya usalama. Katiba imetuambia. Sio mtu yeyote tu katoka huko kaibuka anatuambia hali ya usalama sio nzuri. Ibara 32. Ibara ya 32 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 32 imetuambia mwenye mamlaka ya kulitangazia taifa kwamba taifa sasa hivi hali ya usalama ni mbaya
ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 32. Hapa. Ibara ndogo ya kwanza. Ibara 32, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila ya kuathiri katiba hii au sheria iliyotungwa na bunge kwa ajili hiyo, rais anaweza kutangaza hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano au katika sehemu yake yote. Kwa hiyo mpaka hapa kupitia ibara 32, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaona mwenye mamlaka kikatiba kutangaza kwamba nchi hii sasa hivi sio swali ni rais. Sasa unapomwona mtu anaibuka, iwe ni bungeni, iwe ni mtaani, iwe tumekaa baa au wapi, akwambia sikilizeni, sasa hivi kuna vitishio vya hali ya amani, usalama hamna. Uwe mtu ni muongo tu kama walivyo watu wengine, waongo wengine tu. Kwa sababu swali ambalo wewe mwananchi wa kawaida unapaswa kumuuliza, brother, wewe au mamlaka ya kututangazia sisi kwamba hali ya usalama sio nzuri, umeyatoa wapi mamlaka hayo? Sisi tunajua katiba imetuambia nchi ikiingia kwenye shida ya kiusalama, anayetakiwa kuja kutuambia sisi ni rais. Wewe ni rais, uenda kupoka mamlaka ya rais, huo ni uhaini. Kupoka mamlaka ya rais wakati wewe sio rais na kutekeleza hayo mamlaka ni uhaini kama ulivyo uhaini mwingine. Uhaini sio mpaka upindue tu nchi, upindue serikali, hapana. Kwenda kuingilia mamlaka ya rais ukayavaa, ukaanza kutangazia taifa vitu ambavyo huna mamlaka navyo, ni uhaini. Sasa ni lini sasa rais na yeye atatangaza kwamba hapa kuna hali ya hatari? Rais akiridhika, sana vyombo vinamsaidia, afu ndio vinampelekea taarifa. Sasa akiridhika kwamba taarifa alizonazo zinasababisha hali ya hatari katika nchi, rais ameelekezwa kupitia ibara ya 32, ibara ndogo ya pili, kufanya vitu vifuatavyo. Kwanza, ibara ya 32, ibara ndogo ya pili imeeleza hiyo hali ya hatari maana yake nini. Hali ya hatari, yani ukisikia mtu anakuambia kuna hatari kwenye nchi hii, usalama tena hakuna, maana yake nini? Au tishio la kiusalama, yani maana yake nini ukisikia hivyo? Ibara ya 32, ibara ndogo ya pili imeeleza hivyo. Ni pale ambapo nchi iko kwenye imevamiwa nchi. Yani tumeamka asubuhi leo, Idi Amin huyu hapa kaingia, tushavamiwa. Hiyo ni hali ya hatari kwa sababu wavamizi wanataka kuja kupoka uhuru wa nchi yetu kama taifa na kuchukua pengine himaya ya nchi yetu iwe sehemu ya himaya yao. Kwa hiyo rais kwa mujibu wa katiba akiona hiyo hali kupitia wasaidizi wake, taarifa ambazo amezipata kutoka kwa vyombo husika, hiyo hali inampa mamlaka ya kuiita hii kwamba ni hali ya hatari, usalama haupo. Sasa akijiridhisha kwamba nchi inavamiwa au iko vitani, tunapigana sasa, anatakiwa afanyaje? Au limetokea jambo lingine lolote linaloweza kufanya usalama wa nchi usiwe salama, kwa mfano matetemeko ya ardhi, kwa mfano tetemeko la ardhi au mafuriko ya nchi nzima, yani ni vurugu mechi, watu wanapata shida. Rais akiangalia ile hali na akashauriwa na watu wake wa karibu, kwa mujibu wa katiba ina qualify kuwa hali ya hatari, anatakiwa kuchukua hatua. Sasa hatua anayotakiwa kuchukua ili aje atangaze baadaye kwamba kuna hali ya hatari ni nini? Hizo hatua zimetajwa katika ibara ya 32, ibara ndogo ya 3 ya katiba hii, kwamba rais anatakiwa apeleke azimio bungeni bila kujali bunge lipo kwenye shughuli zake au halipo kwenye shughuli zake, apeleke hilo azimio. Na naomba niisome hiyo ibara inavyosomeka. Ibara ya 32, ibara ndogo ya 3. Endapo itatangazwa kwamba kuna hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano nzima au katika Tanzania bara nzima au katika Tanzania Zanzibar nzima, rais atatuma mara moja nakala ya tangazo hilo kwa spika wa bunge, ambaye baada ya kushauriana na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni ataitisha mkutano wa bunge ndani ya siku zisizozidi 14 ili kuitafakari hali ya mambo na kuamua kupitisha au kutokupitisha azimio linaloungwa mkono na kura za wajumbe wasiopungua theluthi 2 ya wajumbe wote la kuunga mkono tangazo la hali ya hatari lililotolewa na rais.
ibara 32 ibara ndogo ya 3. Kwa hiyo kumbe hata huyo rais mwenyewe huyo, ili apate uhalali wa kutangaza kwamba hii nchi sasa hivi sio salama, ni lazima bunge leo limeridhia kwa kiwango cha wajumbe waliopiga kura sio chini ya 2/3. Huibuki tu ukawaambia watu kuna hali ya hatari usalama, kwa sababu brother, sasa hivi mambo haya ya kiusalama haya, kwa kuwa watu hawasomi katiba, watu hawasomi sheria, yanatumika kutisha watu, yanatumika kupora haki za watu, haki kama hizo za maandamano, haki za kufanya siasa ambazo zipo kwenye katiba. Yani hii nchi imeshageuka kuwa kama ni police state, yani ni nchi ya kipolisi. Alafu kuna saa uelewi kabisa hivi. Sasa jana kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Muriro, anaongea na waandishi wa habari, anasema katika siku chache zilizopita hali ya usalama ni shwari. Hali ya usalama ni shwari Dar es Salaam, watu wafanye shughuli zao. Kesho kutwa bungeni waziri anakuambia hali ya usalama sio shwari. Mimi najua waziri wa mambo ya ndani sio askari, wala hajawahi kwenda depo, wala hana mafunzo yoyote ya kiusalama. Waziri wa mambo ya ndani kama anayo labda ni mafunzo ya siri, lakini yale mafunzo yanayojulikana wazi kwamba anayo kiasi kwamba anaweza akafahamu kwamba kuna hatari au hakuna, waziri wa mambo ya ndani hana hayo mamlaka, hana hiyo elimu. Lakini polisi wameshatuambia sisi kila sehemu. Lakini kubwa zaidi, mwenye mamlaka ya kusema kwamba hatari ipo au haipo ni rais. Hajasema, amekaa zake kimya rais. Kwa hiyo ina maana rais yeye haoni kwamba nchi iko katika hali mbaya. Lakini nikuulize swali moja, mwandishi. Mama yuko kwenye jitihada kubwa sana, Mheshimiwa Rais anaifungua nchi. Juzi kafanya ziara kubwa sana kule Urusi, Russia. Na kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, alisema ziara ya rais kule Urusi ilitikisa dunia na dunia ilitikisika. Na rais baada ya kurudi anaongea na waandishi wa habari pale uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Anasema moja kati ya lengo au malengo ya ziara yake kule Urusi ni kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia na kibiashara na kiuchumi kati ya nchi zetu mbili, Urusi na Tanzania. Kwamba Watanzania waende Urusi wakaangalie fursa kule za uwekezaji za biashara kama zipo, wakazitumie ziwasaidie wao binafsi au zilisaidie taifa. Lakini pia Warusi waje waangalie hapa Tanzania sisi tuna vivutio gani vya kiuwekezaji kwenye madini, kwenye maliasili, misitu, mbuga za wanyama na mambo mengine kama hayo. Sasa leo anaibuka mtu anakuambia nchi haiko salama. Hivi Putin akisikia Putin atatuonaje sisi? Yaani tumefunga safari kumfuata, mwambia Putin njoo uangalie huku nchi yetu sisi ni salama, ina vivutio. Njooni muwekeze, watu wetu wapate ajira. Putin amesema sawa, mimi nitakuja. Si ni kisiwa cha amani, nakuja mimi kuwekeza kule. Anajiandaa kuja, ghafla anasikia huko sio salama huko. Sitaonekana sisi ni watu wa ajabu sana. Lakini yule rais wa Namibia yule, sikaja juzi hapa, juzi. Na rais katuambia tutumie fursa, tuchangamkie fursa zilizoko Namibia. Twende kule sisi tukaangalie biashara. Kabla hata tujaanza kujipanga vizuri, tunaambiwa hii nchi sio salama. Lakini sasa kichekesho anayetuambia ni mtu ambaye hana mamlaka hayo. Na kama anasema yeye ana mamlaka hayo, wewe tuandalie mdahalo mimi na yeye, mdahalo. Jessica Seka kasoma sheria na mimi nimesoma sheria. Mimi naishi sheria na naifanyia kazi sheria. Na sio naifanyia kazi, mimi nimetoa mchango kwenye maendeleo ya sheria za nchi hii. Nenda mahakamani kule utakuta mchango wa maendeleo ya sheria, wanafunzi wanasoma kesi zangu kwa mashuleni. Sasa yeye akwambie yeye mchango wa sheria alitoa wapi au alifanya wapi hiyo sheria? Maana usije ukawa unasoma sheria kama unasoma gazeti. Sheria sio gazeti la Mwananchi au Nipashe ambalo kila mtu anaweza akachukua tu akasoma afu akaelewa. Ukishaisoma sheria unaenda kuifanyia kazi, to practice it. Na ili uweze kuifanyia kazi lazima uwe una leseni. Ana leseni sasa yule anakuambia. Kwa hiyo nataka kukuambia kwenye swala la usalama kuna mchakato unaotakiwa kufuatwa kikatiba ili nchi ionekane kama kweli
ina matishio ya kiusalama au haina hayo matishio. Na mimi nitakurudisha kwenye historia kidogo. Nchi hii ni nchi imara sana, na ndio maana tangu mwaka 1979 hakuna kibaka yoyote amejaribu kuvuka mpaka kuivamia nchi yetu. Waliona mfano tuliotoa pale Uganda pale, kapigwa vibaya mpaka kafurushwa kwenye madaraka Idi Amin. Tangu wakati huo hilo somo limeenea dunia nzima kwamba Tanzania usiende kuchezea, ni nchi imara, ni nchi ambayo ni kisiwa cha amani, na hata uchaguzi sisi tumefanya kwa amani na utulivu na usalama. Hao matishio yanatokea wapi? Yaani unajua kuna wakati tunaonekana sisi ni vituko kabisa duniani. Nchi ni kisiwa cha amani, alafu unaambiwa msifanye mikutano, kuna vitishio vya kiusalama. Sasa waje watuambie ni kwa namna gani wameifuata katiba kufikia hitimisho hilo ambalo wao wanalisema kwamba nchi haiko salama, ili watu waache kufurahia haki zao za kikatiba na za kisheria. Vinginevyo itakuwa ni kuwadanganya tu watu na kuigeuza nchi hiyo ni nchi ya kipolisi. Na sio Afrika tu, dunia nzima kwa sasa imepiga marufuku tawala za kijeshi, imepiga marufuku tawala za kipolisi. Ndio maana jumuiya ya kimataifa inahimiza nchi zijiendeshe kidemokrasia, watu wafanye chaguzi, mamlaka yatoke kwa wananchi, wajiongoze wenyewe. Polisi ni moja kati ya kitu ambacho kimeundwa na katiba, kama ambavyo vitu vingine vyote vimeundwa na katiba, ikiwemo haki za watu. Lakini polisi leo hawana umuhimu, hawana uhalali wa kusema kwamba wao ndio wanaweza kaamua kwamba kuna usalama au haupo, wakati katiba imeelekeza wazi kabisa ni lini tutakubaliana kwamba usalama haupo. Katiba hii hapa, labda mimi niwe ni muongo, na hii katiba aliyesimamia kutungwa kwake ni baba yake Mahmud Thabit Kombo, ndio kaitunga hii katiba hii, na mzee Msekwa bado yuko hai. Mtu anakuambia kwamba mikutano ile ni vurugu. Kuna vitu viwili hapa, vurugu na mikutano ni vitu viwili tofauti. Mikutano imekuwepo hapa tangu mwaka 1992, vyama vingi vinaanza vya kisiasa, na hakuna kipindi ambacho polisi walipitia wakati wa majaribio na wakavuka hayo majaribio kama kipindi cha kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka 2005 na 6. Kafu ilikuwa ipo kwenye kiwango chake, kafu ya ngunguri, kafu ya ngangari. Yaani kafu wanasema hao ni ngangari, polisi wanasema kama kafu yeye ni ngangari, sisi tutakuwa ngunguri. Sasa mimi ushauri wangu kwa polisi, kama wanaona utekelezaji wa majukumu yao una shida kidogo, kutokana na mambo mbalimbali yanayosababishwa na ufanyaji wa siasa katika nchi hii, waende wakamuulize IGP Maita aliwezaje kufanya kazi na kafu, na kafu wakawa wanafanya mikutano na maandamano yao bila shida yoyote. IGP Omar Mahita mstaafu ndio IGP katili kuliko ma-IGP wote makatili duniani. Alisema yeye mwenyewe juzi, yeye ndio IGP katili kuliko makatili wote. Lakini pamoja na ukatili wake, hakuwahi kuwanyima watu haki ya kufanya maandamano, kwa sababu anaijua katiba kwamba maandamano yameruhusiwa kikatiba. Alfred Tibaigana ndio alikuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam kipindi hicho. Alikuwa anaweza kusimamia majukumu ya kipolisi, ikiwemo kuwalinda waandamanaji wanaofanya maandamano katika majukwaa ya kisiasa, na nchi ilikuwa inaenda tu. Wakamuuliza Tibaigana yeye aliwezaje kufanya kazi na kafu na Chadema na vyama vingine wakati wote ule. Kwa sababu leo tunazungumza nchi hii na miaka 34 ya uwepo wa vyama vingi. Lakini ni kama vile leo vyama vingi ndio vimeanza na tunaviogopa kama ukoma. Wakifanya tu mkutano kao kidogo, usalama. Yaani ndio kisingizio, ndio kichaka. Sasa usalama umetajwa kwenye katiba. Namna usalama unavyoweza kutumika kufanya mikutano ya kisiasa isifanyike imeelezwa kwenye katiba, na sio hivyo ambavyo wanaeleza wao. Sijui kama hilo swali nimelijibu. Umeendelea kumelijibu, lakini na swali jingine limeibuka. Serikali imerudi kwamba kuna viashiria vya kutoweka kwa usalama. Wajibu wa serikali ni upi kama yenyewe inasimama hadharani na tangaza hivi? Kwanza, kama nilivyosema awali,
Aliyetangaza hivyo hana mamlaka na hajafuata utaratibu ulioelezwa kwenye katiba ili kuweza kuthibitisha kwamba nchi haina usalama. Lakini mimi nimpongeze sana Waziri Mkuu Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba. Kaja kutuambia, na hapa lazima tuungane naye tuvipongeze vyombo vya ulinzi na usalama. Wameshagundua kwamba kuna watu wameshaingia nchini kuja kupiga waandamanaji ili je ionekane ni serikali. Yaani kuna watu wamesijua wametoka wapi ila wameshaingia nchini. Na kuna watu wanawalipa vijana fedha ili waandamane wafanye vurugu. Sasa wajibu wa serikali ikishawajua hao wanaofanya hayo mambo hayo ni kudhibiti. Ndio wajibu wa serikali. Na wanapofanya udhibiti sio kuzuia haki za watu wengine ambazo zimetajwa kwenye katiba. Kwa mfano, hivi mtu anavukaje mpaka pale anaingia ndani hapa kuja kujiandaa kupiga watu watakao andamana siku hiyo? Mkuu wa uhamiaji ana Makakala yuko wapi wakati huo? Mkuu wa mipaka anayesimamia mipaka wa jeshi la uhamiaji Samuel Mairane yuko wapi? Watu wanavuka wanakuja kujipanga huku, wanasubiri kuja kuleta vurugu. Kwa mimi nilidhani kama tayari serikali imeshagundua kwamba kuna watu wamevuka, wameingia, kuna watu wanawalipa hela vijana waandamani. Kumlipa mtu hela kwa ajili ya kwenda kufanya kazi haramu ni rushwa. Nilitarajia sasa hivi TAKUKURU hiyo imeshatukamatia watu kibao na wako mahakamani kwa sababu hamna mtu mwenye kinga. Ukisoma kinga dhidi ya uhalifu, hakuna mtu mwenye kinga dhidi ya uhalifu. Ibara ya 13, ibara ndogo ya kwanza inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo ukifanya kosa, ikithibitika umefanya kosa, unastahili kuadhibiwa. Kwa hiyo wajibu wa serikali kwenye kujibu hilo swali ni serikali inapaswa kushughulika na wale ambao wamejiandaa kufanya vurugu. Na hakuna mtu yeyote hapa anayesema kwamba vurugu zifanyike, kwa sababu zikifanyika vurugu hapa amani itatoweka. Na ikitoweka hakuna atakayeweza kufanya shughuli zake kama ambavyo anazifanya sasa hivi. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kuhakikisha swala hili la usalama, ulinzi na nini, ingawa limekasimiwa kikatiba na kisheria kwa baadhi ya vyombo, lakini kama mwananchi mmoja mmoja kwenye kutekeleza sheria na kuheshimu sheria unapaswa kuchukua hatua tahadhari. Kwa mfano hatua kutoa taarifa kwenye vyombo, jamani kuna watu wanavuka mpaka pale wanaingia, hawa sio wa Tanzania wanakuja kufanya vurugu. Umetimiza wajibu wako. Sasa tayari tumeshaenda mbele kama taifa hatua moja. Tumeshajua kuna watu wameshaingia. Hivi watu wanaingiaje na uhamiaji bado wapo kazini? Watu wanaingiaje? Kwa sababu huvuki mpaka pale mpaka tukukague pasipoti, mpaka utuambie wewe unakuja kufanya nini hapa, mwenyeji wako ni nani, tujue yote hayo. Na tukiona kwamba huna maelezo yaliyonyoka hatukuruhusu kuvuka mpaka. Vyombo vyote vya ulinzi viko kwenye mipaka yetu yote. Nenda airport utawakuta, nenda sijui wapi utawakuta, kote utawakuta. Sasa leo wamevuka, wameshaingia, wanasubiri kuja kufanya vurugu. Haiwezekani. Ni lazima watu wadhibitiwe. Na kama kuna mtendaji anashindwa kuwadhibiti hao watu, yeye ndio awajibike. Kwa hiyo lazima mstari uchorwe wa watu wema wanaojiandaa kwenda kufurahia haki zao za kikatiba. Labda hizo haki umuziwe hazipo. Kwa mfano haki ya maandamano imetajwa kwenye ibara ya 20 ya katiba ya Tanzania. Imetajwa kabisa hapa. Na sisi wote tumetakiwa kuiheshimu hii katiba, kuilinda. Sasa leo unaposema hakuna kuandamana, kuna usalama hamna. Mbona tujamsikia rais akitangaza? Mbona tujalisikia bunge likijadili hilo azimio lililopelekwa bungeni na rais kwamba nchi haipo kwenye hali nzuri? Mbona tujasikia hayo yote? Yaani uhalali wa hilo tangazo lenu, uhalali wa hilo swala mnasema kwamba sio usalama hakuna. Uhalali wake tunaupimaje sasa? Ukweli wake sisi tunaujuaje? Kwa sababu serikali yako madarakani hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama cha siasa kama ilivyo Chadema. Yaani tofauti ya Chadema, ACT na CCM ni kwamba CCM yenyewe ina serikali. Na CCM kama chama cha siasa inatumia serikali yake kuhakikisha yenyewe haiondoki madarakani. Kwa hiyo inawezekana inakuja na hizi mbinu na wanatumia polisi, na sio mara ya kwanza polisi kutumika. Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Jakaya Kikwete amewahi kusema kabisa, msiwe mnategemea CCM, msiwe mnategemea polisi kwenye kufanya siasa. Ipo siku tutashindwa.
kuna katibu wa neki wa CCM wa mambo ya nje wa zamani anaitwa Kanali Ngemela Lubinga, akiwa mwanajeshi wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, aliwahi kuchukua rasilimali za jeshi kuisaidia CCM. Sasa ili kuepusha huo mgongano wa kimaslahi, huo mgongano wa kimtazamo, ndio maana katiba ikasema linapokuja swala la kiusalama, nani anayetakiwa kuja mbele kutuambia usalama ukoje na tunaudhibiti namna gani? Na wananchi sasa kwa ujumla wao kupitia bunge, ibara hiyo ya 32 ibara ndogo ya 3, wapitishe hilo azimio kwamba ni kweli bunge sisi tunakubali nchi hii haiko salama. Kwa hiyo itangazwe hali ya hatari ili hatua zingine ziweze kuendelea. Lakini hii kutangaza tu hivi, mnakuja mnatuambia usalama hakuna, wakati mwingine mnatuambia usalama upo, wakati mwingine hivi. Kwa mfano mimi najiuliza, kwa hiyo ina maana kazi yote kubwa anayofanya Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa uwekezaji, kuzunguka huko duniani kutafuta wawekezaji waje, na anawaambia kuna usalama. Kwa hiyo ina maana kazi yote hiyo haina maana. Sasa hawawezi kuja hao wawekezaji. Profesa Mkumbo, utakuwa unapoteza muda, usiende sababu usalama hamna. Mimi nadhani kuna haja ili swala hili la usalama wa taifa sasa hivi, usalama wa nchi ukoje, swala liwe na mjadala, iwe ni mjadala mpana wa kitaifa. Andaini hata midahalo, watu waje, wadau mbalimbali, tukae tujadili ili tuweze kufikia hitimisho kwamba kuna usalama au hakuna. Ngoja nikwambie, huyu mama, huyu rais huyu, wanamlaumu sana kwa mambo mengi hiyo, sijui nini na nini, lakini mimi role model wangu. Yako mambo ambayo huyu mama anabaki kuwa role model wangu. Ukiniuliza nitakutajia jambo moja. Kwanza, kwa mfano, anaingia madarakani anakuta nchi haifanyi siasa. Mtangulizi wake kasimama kazuia siasa, hamna cha mkutano, hakuna cha nini, na wote wameufia tamkia. Huyu mama wa watu, mpenda amani, mpenda haki, kasimama akasema nchi yetu ni yetu sote, tufuate katiba na sheria. Kama katiba inaruhusu vyama viwepo, mimi naviruhusu viwepo. Kama mimi katiba inaruhusu kwamba watu wafanye mikutano yao, mimi naruhusu mikutano. Kama katiba inaruhusu maandamano, mimi naruhusu maandamano. Katika kipindi cha miaka 11 tangu mwaka 2015 mpaka sasa, ni Rais Samia pekee ndio ameruhusu vyama viandamane. Magufuli hakuruhusu watu waandamane. Chadema si waliandamana hapa nchi nzima. Rais aliruhusu. Na rais aliruhusu akatuletea kitu ambacho ni very adimu sana duniani. Hakipo duniani kote. Falsafa ya R4, 4R. Katika kulijenga upya taifa, kwa sababu lilikuwa limeshagawanyika. Resilience, rehabilitation, sijui vitu gani. Mama huyu jitihada zake nchi irudi pamoja, kutofautiana kiitikadi, sio uadui. Akasema naruhusu nini mikutano, fanyeni. Ambaye yeye ana mamlaka kikatiba kabisa kusema usalama hamna, mimi sitaki tena mikutano iwepo. Angeweza kusema hivyo. Na hamna mtu angemfanya chochote kwa sababu mamlaka anayo kikatiba. Hakuyatumia, akasema Chadema andamaneni, ACT andamaneni, sijui watu gani, fanyeni siasa zenu. Nisubiri nimalizie hii point, ni ya muhimu sana. Hakuishia kuruhusu tu hiyo mikutano na maandamano. Akawaita na wale wanasiasa wengine waliokuwa wamekimbia nje, warudi, njooni, Tanzania ni salama, mnakimbia nini? Mimi nipo, mama yenu, rais wenu. Wengine wakaishiwa hela, akaenda kuwatembelea, akawapa na hela. Wewe bana, nakutambua kama ni kiongozi mwenzangu wa kisiasa nchini, umekimbia lakini rudi nyumbani. Hauna hela, chukua hizi hapa kwenye posho yangu mimi nakata. Huyo mama ataacha kuwa role model wako kama wewe kweli una akili mama. Sasa jitihada zote hizo wanazifanya nchi ionekane ni ya kidemokrasia. Mtu anaibuka anakuambia mikutano hamna, usalama hamna, hana mamlaka, hana chochote. Juzi waziri wa habari Paul Makonda kasimama bungeni kasema kama kuna nchi duniani ni mama na baba wa demokrasia ni Tanzania, waje wajifunze kwamba sisi tunaweza tukabishana kiitikadi, tukawa na tofauti zetu za kiitikadi, lakini tukaenda mbele kama nchi bila kugombana. Sasa uchukue kauli ya Makonda kama Tanzania ina demokrasia ya vyama vingi, au uchukue kauli ya Katambi kwamba mimi siruhusu mikutano ya vyama vya siasa. Uchukue kauli na jitihada za mama kupitia 4R kurudisha nchi pamoja, watu wafanye siasa, watu wabishane kwa hoja, wajenge nchi, au uchukue kauli ya Katambi asiyekuwa na mamlaka hayo ya kuzuia mikutano. Utamwamini nani kati yao wote? Kwa hiyo maana nimesema hili swala sio la kuchukuliwa kijumla jumla na kutishia watu. Kama kweli hii nchi haina usalama na tunapaswa kuchukua hatua, basi sababu ilipaswa kuwa ni utekaji na mauaji ya watu.
Hotuba ya Jaji Chande wakati anakabidhi ripoti ya matukio ya tarehe 29 Oktoba. Anasema zaidi ya watu 700 walipotea hii nchi. Na kati yao 400 mpaka leo hawajulikani walipo. Hiyo ni hotuba inatolewa na mtu ambaye ni msomi wa sheria wa kiwango cha kimataifa duniani. Anakuambia Tanzania walipotea watu 700. Na kati ya hao 400 mpaka leo hawajulikani walipo. Alafu uone waziri akisema kwamba hiyo sio hali ya hatari. Watu 400 wamepotea. Mimi ningeweza kuielewa serikali ingesema hivi, jamani, tunakubaliana wote hapa, Chande katuletea hotuba. Ametuambia wamekufa watu 518. Mnaonaje tusimamishe shughuli zingine, tuingie msibani kwanza, tumalize matanga? Kila mtu angeunga mkono hilo swala. Tuache siasa kwanza, kwa sababu kila mtu kafiwa hapa. Kila mtu kafiwa. Matukio ya tarehe 29 Oktoba. Kila mtu kafiwa. Au utakuwa umefiwa na jirani, utakuwa umefiwa na baba mdogo. Sababu Tanzania si hiyo tunaishi yote, tunagongana kila siku. Rafiki yako, babako mdogo, mshikaji wako mlisoma naye au nani, kwa namna moja kila mtu kaguswa. Kwa hiyo lingekuja tangazo kama hilo, jamani sikilizeni bana, 518 ni msiba mzito mno. Na tutakuwa tunajidanganya kwenda mbele bila kumaliza matanga haya. Mnaonaje kama taifa tukubaliane, tuache kwanza hii mikutano ya hadhara, tukae chini. Nyie mnataka kuandamana, mnataka katiba. Si umewasikia wanataka kuandamana? Dai lao kubwa. Hata Chande amesema kwenye hotuba yake, moja ya sababu ya vurugu za mauaji ya tarehe 29 ni madai ya katiba mpya.